when I knew you way before, in another life, Yes. you had an alcohol problem. Yeah, Then yeah. I saw you spoke about it. Yes, yes, yes. And there's a couple of young people who are watching this thing. We have about 4,000 people watching the live. Yes. And I would just like to now bring that in a little bit. So as much as they'll watch and laugh about it, I want them to learn something. Yes. You had an alcohol problem for how long? Over 20 years. Over 20 years. Yes. And you're old enough. Yes. And then you got out of alcohol, so you don't drink anymore. Yes, I had gotten to a point, Yeah. I couldn't hold this glass like this. I used to shake back and to a lock. I remember Jalango Yeah. saying, Wanjiri, you are next. Sandra Dacha saying, Wanjiri, you are next. Do you know when it gets to a point where you see your friends are looking at you and they're seeing that you are dying, but they're helpless, there's nothing they can do. Because every other time, ukumlevi 24/7. Yeah? And I'd lost like a series of friends, akini Thuol. Kwa kila matanga nilikuwa naitwa nawekwa. Ambao Wanjiri went next. Yeah? Because you are a very good friend for Tuol Yes. and Ochonjo. Yes. So the bad thing with alcohol is that you don't see it. Everyone else is seeing it, but you don't. You end up hurting people, your family members, your friends, and Ulikuwa kunywa nini? kila kitu iko na alcoholic content. Anything, ikuwe changa, ikuwe busa, ikuwe keg, bora iko na alcoholic. Usikunywa mlingilo. Huh? Mlingilo inatengenezwa na majani ya chai. Hiyo ni pombe? Yes. Inaitwa mlingilo? Yes. 10 liters in Inauzwa 500 wapi? bob. Nauzo huko chini Bonde. 10 liters ni 500 bob. Yes. Hiyo peke yake isi red flag kwako? Alafu unanunua tena makali ya so mbili mnaongeza ndani. Ndani ya mlingilo? Ndani ya mlingilo. Inakubeba fiti. Yes. Who introduced you to alcohol? Alcohol naweza kunywa nikiwa primary, I think. Ushago? Yeah. Where? Kwa mama pima, unajua tuko tendanga tunaiba, unajua ushago zile pombe zikitengenezwa zinawekwa huko chini ya mto. Yeah, so tuko watu wetu kwa huko chini ya mto tunaiba, tunazichota juu ya sukari nguru and every other thing. So unajua every time unakunywa hiyo bado kuna sukari nguru imeshaanza kuferment already. Okay. So it's alcohol. So Home ni wapi? Homa Bay. Oh, ulikuwa unaipigia Homa Bay. Yes. You grew up in the village? Niligrow up Nairobi na village. Oh. Yeah, nilikuwa Nairobi kutoka class 1 mpaka 5, then nikaenda village class 5. Hivyo nikaenda, so from there venye niliingia 5 6 ndo tukaanza hiyo. From class 5? Yes. Even that time when we met later in Nairobi, you ulikuwa unapiganga tu proper? 24/7. 24/7. Bangi? No. Sigara? Sigara. Mimi tumia sigara, kuchana, pombe. Yeah, but nianza na kuacha sigara kwanza. Okay. Yes. So how did you stop? Do you know alcohol? You know alcohol? There's something with alcohol. Alcohol ukianza kuikunywa, kuiwacha si rahisi. Na mimi usemanga, watu wengi wanasemanga stories za rehab. Unasema nini? Kama hujaamua kuacha pombe wewe mwenyewe, kuacha pombe si rahisi. Unaona? Kuna watu wengi wataenda rehab na atatoka rehab na the first place ataenda ni bar. Kwa sababu hajaamua. You have got to hit your rock bottom. Kifika rock bottom yako, because I remember Jalango akiongea kwa candlelighting ya Ochonjo. Aliongea na uchungu. Shona ile uchungu ya Wanjiri mali unaenda, tunakuzika next. Na tutafanya road trip. Sisi tutakuja, tutafika kwenyu, tutakuzika na tutarudi Nairobi. Tutakuwa tumekusahau kabisa. So I went and sat down. Alafu kuna kitu niliona kwa TikTok. Kuna mtu alikuwa anasema God answers prayers. And this one short prayer that will answer. Amka saa 9 usiku. Kaa kando ya kitanda yako hivi. Then jiulize, shida yangu kubwa ni nini? Then rudi lala. Ukiamka ujijibu truthfully from the heart. Hapa na ufuate. Haitakuwa kitu rahisi kufanya, haitakuwa kitu rahisi kuacha. Come back after 3 months na uangalie. There will be a very big difference. Because you don't look the way you used to look. Yes. I used to shake basically. Yeah, I knew in that other life. Yes. I used to shake.
In fact hata by the venye nimeanza kuiongea nimeinspire a lot of people. Kuna watu wamekuja inbox na tumefungua group moja ya WhatsApp. Sasa hivi kuna watu kama 50 wameshaingia kwa hiyo group and they encouraging each other. Kuna mtu anaandika sasa hivi niko na 4 days bila kukunywa tangu niingie kwa hii group. Tumeanza like 1 week ago. Sasa hivi kuna watu wako na 4 days, kuna watu wako na 5 days, kuna mtu ameingia kuna 2 years, kuna mtu ameingia kuna 7 years. Hata sasa nikifungulia group utaona they are already wanaji-encourage wenyewe. Kwa hiyo group ya soba wanaji-encourage wasema akimanzi niko na 5 days. Yeah, so mtu unakuja na niuliza manzao Njeri manzao naona kama siwezi lala, silali, namwambia that one will pass kwa sababu your body lazima kwanza iende through that process. Ulikuwa umezoea lazima ukunywe ndo ulale. Yeah, so it is not easy. Kwanza the withdrawals inakuanga the worst. The first 2 weeks mimi nilikuwa nakunywa chai na straw kama hii. Naletewa chai, juu siwezi shika kikombe, nilikuwa nakunywa na straw. Baka mtu anaona anionea huruma, ananiambia sitoe tu lock. But nilikuwa najua that your body has to fight irudi mali ilikuwa. So now you've been clean for how long? 2 years, 5 months. Usiangi taki ya kurudi kupiga kidogo? Mimi kuanga na one motto. The resolve must always beat the urge. Kwa sababu the urge is always there. But the resolve lazima ikuwe juu ya urge. Yani all this Onjiri ulitengeza peke yako? Yes. Like haukwenda rehab yoyote? No. You prayed, got up and I decided. And I approached my son, nikamwita. Your son? Nikamwambia, yes. Nikamwambia, they have let you down for so long. This time round, nataka kukwambia kwamba things are different. Sikuni pombe tena. Akasema? Ananiambianga dadi unajua sijaa nini mpaka sasa yule achanga pombe. Cause yeye naye alikuwa anatafutanga kwa den zote za changa, alikuwa akitoka shule kwanza najua nikimtafuta nikimkosa hapa ndampata pale, nikimkosa pale ndampata hapa. Anakupata nini nifanyike? Si nimpatie doa sapa. Wow. Yeah, that was bad. Yes. Yani your child is looking for you in Yes. Changa den. Na nimeharibu kazi mob. Yani azin sikuwa naweza weka kazi kazi for 1 year. Sasa hii nimekaa Vitimbi. This is my second year in Vitimbi KBC. Yeah. Because I remember even today I was told yes. Unaenda Vitimbi, so I was like okay, when you're done then you'll come. Yeah, and you went ukapiga na ukakuja na umepiga na bado uko sober. Yeah, we shoot on Mondays. And even if you have another shoot tomorrow you'll still go, or another job. Very early in the morning. Understand? Pombe ni kitu ya kuua. Baba yangu aliniambianga kitu moja, siku hizi hakuna uchawi ile ya kitambo. Ukitaka kuroga mtoto wa mtu, mfunze tu pombe alafu muache. Hata profesa ataenda kukata mti huko kwa Changadem na degree yake. Your friends, have they been important in this journey? The people you keep around you? Basically, I think this journey is something that I decided. It's been individual. Mimi mwenyewe, it's individual. Okay. Yeah. I still keep my friends. Hata wenye tuko nakunywa nao. Because basically I want them to see the difference. Yeah. In fact, mpaka mimi sasa inawalia. Because you have friends, mwenye mtu anakubeg mpaka unambaia pombe. But unaona huyu mtu basically hata last the next year. Hata maliza next year. Unaona huyu yuko la huyu kidogo tu. Unajua organs zikianza kufail, unaona ile mtu anaanza kufura. Unaanza your organs were failing? Yes, mimi mpaka nilikuwa naanza kushaanza kufura, una understand? So you have to see that. If you don't see it, you yourself. When you stop drinking, uli stop tu siku moja ama uli stop gradual? Hakuna kitu ya kustop gradual. Ukijaribu kustop gradual then you are not. Kwa sababu pombe inakuanga hivi. Pombe ni kitu unasikia mtu anakuambia ati nimeacha pombe for 1 month then nikarudi tena. Trust me, ukiacha for 1 month, every other time you come back 2 times. Kwa sababu your body ina crave. Hiyo 1 month umekuwa kistarve, inataka ipate in the shortest time possible. So you didn't have the shakes, withdrawal symptoms? I had the worst 1 month ever. Unalala, unaanza kulala 9 p.m. Unaona umelala, umeshaota, umekimbizwa na zile mavitu, umeanguka kwa mashimo, unaamka ni 9:15. Nashindwa, you've had a nightmare in 15 minutes. In 15 minutes unashindwa asubuhi itafika lini? And you're sweating. Appetite zero. Because unachangana nyama hiyo ndio kitu moja na inafanyanga ukiona pombe imeshakutoa kwa chakula jua inakuua.
That's one thing. Because basically, ikisha kutaza kwa chakula, body inaanza kujikula yenyewe. Mimi niko naweza kata 4 days bila kama chakula ipiti, lakini pombe inapita. Hey. Yes, unakula mturea 10 bob, unaona kwa umekula food mob. Kama siyo, trust me, I would not be in this or be in a show live today. True. We've lost too many. We lost Othwol. Yes. For the ones who don't know Othwol, I went to school with him in Chilaimbo Boys, and then later we met in Nairobi, and we met at the National Theatre, and we moved in together. We were living myself, Othwol, and Wago Nyiro. South Bay, ndio? Yeah, in South Bay. Yote, yeah, and Othwol is the one who introduced me to Kajairo. Yes. Nasiwa kenda kushoot nini, somehow Kajairo had me talking in Nigerian accent. I ended up doing my first appearance on Kajairo show. People liked it, and so he basically opened a path for me. And then we had Ochonjo. Ochonjo was a neighbor of mine in Pangani, and also used to work the Luo plays at the National Theatre. And he was a chilled guy. Nilikuwa namwitanga Swipe, because the first time I saw him on those Luo comedies, aliingia akasema mtu anaweza swipe. So nilikuwa namwitanga Swipe, and swipe. And he was a very healthy guy, chubby nini. Somehow he just lost it pole gradually, lose nini, and then alcohol nini, and then yes. Do you know, we used to work, sayo Jalanga metupatia kazi K24, serikali ya bibi. We were best of friends. Mimi, Uthul, we were like 4 of us. Yeah. 5. Tunalipwa 60,000 at that particular moment. Tunaenda kwa bar, tuko watu 5 na tuko na 60k, that is like 300,000 on a Friday. By Monday kila mtu ameshaacha simu yake kwa counter. Yes. Pesa imeisha. Oh wow. It was that bad? Yes. By Monday, yes. Unataka kuwork again another 1 month bila hata bob, simu yako iko kwa counter kwa bar. Sasa mnamwacha tukunywe mzinga moja kwa hizo masimu yako, tukunywe mzinga yako saa hii. Hii nyingine tukunywe mzinga nyingine, simu zinabaki hivyo. Ai. It was that bad. Kuna mama amenipigia jana mpaka analia, ananiambia kimanzie mtoto wangu mimi naona anadai. Namfanyaje? Nikamwambia sasa muingize tu kwa group. Uzuri ameingia kwa group, and others are encouraging me in that group. If you have not had anybody have an alcohol problem, or you've not lost anybody to alcohol, you might not understand it. I've lost friends, family, and everything. That's why I don't partake. I never do. And I saw my uncles growing up. They were partaking, wazio machanga. Naona venye wanapigana na bibi zao, nini, vitu wanafanya, lala kwa mtaro, nini. I'm just like, so I chose a path for myself. I was like, this one, I'm not going to follow. And I stuck to it until now. I'm always just like, nope. Mimi ukitaka nikunywe pombe, labda tu nilipe. Na tunafanya now whatever we need to do there, na inaishi hapo, and I move on to. Yes, and that one rarely happens. But at ile unaipata sijui ati nimekaa sijui whatever for fun nini, not happening. Na hilo kitu nimekusaidia. Unacheki kwa hiyo rende tulikuwa yote. So, remember that time? I know. Yes, mimi naona watu wote wako wanakunywa pombe kwa hiyo rende. Sasa wako mbali sana. Kina Jombuta. Yes. Wewe. Yep. Wago Nyiro. Yep. Wote wanakuwa wanakunywa pombe. Sisi tulikuwa tunakunywa pombe, tulikuwa tu tunajibamba, tunapata pesa yetu, kazi ni kukunywa 24/7. Na hata nikwambie, every other time unakunywa pombe, ukienda in any meeting, mtu ameshasikia tu harufu ya pombe, your value and your worth anaikata na half. Kama alikuwa kupatia kazi ya MC na alikuwa anafikiria hata kulipa 100k, umeingia kwanza unanuka pombe, ataanza na 30k. Sio tunafanya 30k. Nani hebu leta bia mbili hapo? Utakunywa. Leta kamzinga tuku. By the time unaweza umefanya kazi na 5k. Kama tutakunywa manzee, utanini, utabamba.